Ukifanya mazoea haya, ndoa yako inakufa taratibu bila ya kugundua. Yako mazoea ambayo watu wengi huyafanya kwenye ndoa zao, ambayo yanapelekea ndoa zao kufa kifo cha taratibu. Tunasema yanakufa kimya kimya bila wao kugundua. Hapa nitakufundisha mambo makuu matatu. Moja, kuzoea kutomthamini mwenza wako. Watu wengi wanapoteza thamani kwa wenza wao kwa kutokuwathamini. Taratibu wanapoanza kuzoeana kwenye ndoa, kila mmoja anaanza kuona kwamba haoni umuhimu wa kuthamini kile ambacho mwenzake anafanya juu yake, kwa sababu ni wajibu wake kufanya. Unapopunguza thamani ya kumthamini mwenzako au kuthamini kile anachokifanya kwako kwenye familia, inamuondoa taratibu, inampunguzia upendo na kumuondoa imani katika hayo mahusiano. Mbili, kuacha mawasiliano ya kina. Watu wengi baada ya kuwa wameoana na wanaweka matatizo ya familia mbele au changamoto za familia mbele, hawapati muda wa kuzungumza. Wanapotokea changamoto inatatuliwa juu kwa juu, kwa sababu baada ya kuzoeana kuna vipengele vinajengeka. Kwa mfano, msamaha kunapungua, lakini pia kuaminiana kuna wakati kunapungua, lakini pia inazoea kwamba ni watu wangu yupo tu na anastahili kunielewa, hiyo hali inaongezeka. Hivyo kupelekea watu kushindwa kukaa pamoja kuzungumza zinapotokea changamoto au matatizo kwenye ndoa. Na anachagua njia nyingine kabisa ya kuleta matatizo, inaweza kuwa ni kupigana au inaweza kuwa ni kununiana, lakini hawazungumzi. Tatu, kuishi kama roommates, si wapenzi tena. Watu wengi huko kwenye ndoa baada ya kukaa muda mrefu kwenye ndoa, hawa watu taratibu wanatengeneza distance katikati yao. Kila mmoja anakuwa anafanya ya kwake bila kumjali mwenzake. Wanaishi kama watu ambao wanataka chumba kimoja na sio wanandoa tena. Utasikia kama maneno yao kwamba siku hizi hakuna ndoa, au kwenye ndoa mimi naishi kwa sababu ya watoto. Sasa hivi watoto wakikua wanaondoka. Mazingira haya yanafanya watu hata wakati mmoja wasishiriki hata tendo la ndoa kama wanandoa kamili, bwana shiriki tu kama inaweza kutimiza wajibu, tunaita duty sex. Wanashiriki duty sex bila washiriki, ili ambao itawapa raha na wafurahie tendo kama wanandoa. Na haya mambo yanafanya ndoa nyingi zinakufa kifo ambacho wakija kushtuka wanafikiri ghafla, kumbe si ghafla, bali ni mazoea haya ambao hawakushughulika nayo. Mimi ni Peter Gonza, karibu uweze kujifunza na mimi ili uweze kuimarisha ndoa yako na kuilinda kila siku.